na kubwa zaidi kwa ajili ya viongozi wanaotulea, akiwepo baba yetu mchungaji anayetuamini vijana na kutupa neema ya kusimama kwenye madhabahu. Ni miongoni mwa vitu vya kujivunia Mungu ametupa. Mungu abariki viongozi, Mungu abariki mama, bariki kiongozi wa ibada na waimbaji wote, mmeimba vizuri. Mimi waga nahudumia wakati wa uimbaji sana. Kama wewe unahudumia basi ni wewe. Kwa sasa kama mimi uwaga nahudumia wakati wa uimbaji, ninakuomba na wewe uhudumie na ubarikiwe wakati wa neno. Mimi nimefurahia sana wakati wa uimbaji. Nami natamani wakati wa neno ufurahie. Wakati wa uimbaji nimeshangilia, natamani na wakati wa neno ushangilie. Kwa sababu unajua kila kulijua neno ni kupokea silaha itakayosaidia kumwailisha adui. Haleluya. Sasa mtu wa Mungu, nina ujumbe unasema nguvu ya sadaka na zaka kwa maisha ya Mkristo. Huo ndio ujumbe ambao tutatembea nao. Nimekupa utangulizi ili ujue kwamba kumbe kila kujua si ya kitu fulani, ni kupokea uhuru kwenye hilo eneo. Haleluya. Kwa wasio nifahamu, naitwa Mtumishi Juke. Mimi ni mtoto wa hapa Manzese. Amen. Tunataka tujifunze hapo nguvu ya sadaka na zaka katika maisha ya Kristo, katika maisha ya mtu aliyeokoka. Na nashukuru Mungu waliotangulia hapo wamesisitiza habari ya sadaka. Na mimi natamani niongezee hapo, nianzie hapo ili tuangalie tukiwa huru kwenye ile eneo tutafundishwa kwa namna ya ajabu. Kwa nataka tujifunze habari nguvu ya sadaka katika maisha ya mtu aliyeokoka au kwenye maisha ya Mkristo. Sasa kabla sijaenda mbali zaidi, naomba nikupe kweli kuu 5 au 6 kuhusu sadaka. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kweli kuu kuhusu sadaka. Kweli ya kwanza, kuna watu wanaandika kweli ya kwanza, sadaka sio mchango. Kwa nini? Mimi na wewe hatuna uwezo wa kumchangia Mungu, ila chochote kinachotolewa kwa ajili ya Mungu ni sadaka. Halo. Kweli ya kwanza, sadaka sio mchango. Kwa nini sio mchango? Mimi nayo hatuna uwezo wa kumchangia Mungu, ila chochote kinachotolewa kwa ajili ya kazi ya Bwana kinaitwa sadaka. Kweli ya pili, sadaka sio msaada. Sadaka sio msaada. Kwa nini? Hakuna uwezo. Neema una uwezo wa kumsaidia Mungu. Haleluya. Kwa sadaka sio msaada. Unapomwona tu sema namsaidia Mungu au namsaidia Mungu, unatoa sadaka. Kweli ya tatu, sadaka unayoitoa kabla haijafika kwenye sanduku la sadaka au kabla haijafika kwa mtu anayetunza, huwa inaanzia kwa Mungu kwanza. Sadaka yako yote iwe ni ujenzi ya nini unayoitoa, kabla haijaingia kwa mtu anayetunza, inaanzia kwa Mungu kwanza. Inaripoti huko. Na ndio maana kwa watu ambao tayari wameshafunguliwa kwenye eneo la utoaji, anapotea kuinuka kama kuna kitu ambacho hajashuhudia kukitoa, Mungu anamzuia rudi ikakatali. Kwa sababu gani? Kama hajainuka ile sadaka inamjia, no, sio lego zako hizi, rudi. Anapotoa kile ambacho Mungu alikusudia, ndio Mungu anampa ujasiri wa kusimama hapa mbele. Lakini ni kwa wale ambao tayari wameshapona kwenye ile eneo. Yaani Yesu asifiwe. Haleluya. Kweli yani, sadaka inatolewa na mwanadamu anayetumia Mungu. Sadaka inatolewa na mwanadamu, lakini anayetumia ni Mungu. Anaitumiaje?
Asubuhi nikamwambia hivi, Mungu anapotaka kufanya kazi yake anatumiaga watu. Sikiliza, Mungu alipotaka kuiokoa Manzese, kuitoa Manzese kwenye magereza, kuwakomboa kazi yao, alijinulia mtu anaitwa Messi Msoke. Akamleta hapa, ndio baada ya mimi na wewe tu. Amen. Kwa sasa kwa namna moja au nyingine, inatolewa mwanadamu anayetumia Mungu kupitia wale watu waliowaweka. Na ndio maana kama unatoa sadaka yoyote kwa ajili ya kwa ajili ya nyumba ya mchungaji, sema namsaidia, no. Inatoa sadaka kwa ajili ya Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kweli hata sadaka inayomgusa Mungu inapaswa kugusa moyo wako kwanza. Sadaka inayomgusa Mungu ni lazima iguse moyo wako kwanza. Kwa hiyo chochote unachotoa kwa ajili ya Bwana lazima kianze na moyo wako. Kwa lugha rahisi ili uweze kunielewa, chochote kinachougusa moyo wako ni lazima kiuguse moyo wa Mungu. Kinyume chake ni hivi, chochote kisipogusa moyo wa Mungu, kisipogusa moyo wako, hakina uwezo wa kugusa moyo wa Mungu. Ndio sisi wazungu walituokoa tunajifunza Kiswahili hivyo kujibishi. Kuna naomba nirudie vizuri nielewe. Iko hivi, kwamba chochote ambacho hakigusi moyo wako hakina uwezo wa kugusa moyo wa Mungu. Kwa hiyo ile sadaka unayoitoa lazima iwe na uwezo wa kugusa moyo wa Mungu kwanza. Kweli ya 6, Mungu haangalii unachotoa, anaangalia moyo unaotoa. Mungu haangalii unachotoa, ila anaangalia moyo unaotoa. Kwa lugha rahisi, Mungu huwa hana shida na ile unayotoa wewe, ila ana shida na ule moyo ambao umesababisha ile itoke. Na ndio maana nikasema kama hujatoa sadaka yako iguse Mungu. Sadaka yako ikigusa moyo, Mungu anapoangalia, akiona huu moyo kweli umetoa kwa kumaanisha basi moja moja, lazima badiliko litokee. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sadaka, Mungu haangalii kile unachotoa, ila anaangalia moyo unaotoa. Sadaka ni nini? Sadaka ni nini? Hebu mtikise jirani yako mwambie, sadaka ni nini? Mwambie tena kwa ushindi, je, sadaka ni nini? Ninaamini wewe unajua mara nyingi, lakini sikiliza, andika hii, itakusaidia. Unajua ukiongeza ile ulionayo na hii, utakuwa na maana kubwa sana kuhusiana na sadaka. Sadaka nimesema hivi, sadaka ni moja ya kanuni za kiroho ambayo mtu akiitumia vizuri, kanuni hii huwa ina nguvu ya kuleta mabadiliko kwenye maisha yake. Sadaka ni moja ya kanuni za kiroho ambayo mtu akiitumia vizuri, kanuni hii ya utoaji ina nguvu ya kuleta mabadiliko kwenye maisha yake. Kwa lugha rahisi, ni kanuni ambayo lazima iwe na matokeo kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapotoa halafu huoni nguvu yoyote ya mabadiliko ambayo imesababishwa na kile unachotoa, unazikana maswali nini? Halafu Mungu unajua ni mwaminifu. Sisi anasema hatukupokea roho ya dunia, ila roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo ukijiuliza wani, Roho Mtakatifu anakufundisha 1, 2, 3, halafu siku nyingine utaliona badiliko. Haleluya. Sio wakati tuko pamoja. Nimesema sadaka ni moja ya kanuni za kiroho ambayo mtu akitumia vizuri kanuni hii huwa ina nguvu ya kuleta mabadiliko kwenye maisha yake. Mara nyingine, bila shaka hii kila mtu anayejua, sadaka ni kile mtu
anachotoa kwa Mungu kwa hiari, kinachoonyesha upendo, heshima, imani na utii wake kwa Mungu. Ni kila mtu anachotoa kwa Mungu kwa hiari, kinachoonyesha upendo, heshima, imani au utii wake kwa Mungu. Nini lengo la sadaka? Moja, sadaka lengo lake ni kuimarisha uhusiano wa mtoaji na Mungu. Nini lengo la sadaka? Moja, ni kuimarisha uhusiano kati ya mtoaji na Mungu. Kwenye hii maana andika kitabu cha Kutoka sura ya 25 ule mstari wa 2. Na pia unaweza kaandika Marko 12:42 mpaka 44, itakusaidia kwenye utangulizi ambao nimeuweka hapo. Lengo la sadaka moja ni kuimarisha uhusiano wa mtoaji na Mungu. Lengo la pili ni kupima kiwango cha uchamungu ndani ya mtu. Kupitia sadaka au zaka, Mungu huwa ana lengo la kupima uaminifu, imani pamoja na utii. Mtumishi umesema zaka. Zaka ni nini? Zaka ni ile moja ya 10 ya kile unachokipata. Aidha ni kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi. Ile moja ya 10 sio kwako, ni ya Baba, ni ya Mungu. Umepata 1,000, 100 sio ya kwako, ni ya Mungu. Inaitwa zaka kikumi, fungu la 10. Unajua ukiona baba anayependa ubarikiwe, inatakiwa kumwombea sana. Yaani kile kitendo cha kuanzisha kauli mbiu hii, maana yake nataka tubarikiwe. Kwa sababu miongoni mwa namna nzuri tunaosaidia sisi tubarikiwe ni kwa kutambua umuhimu wa kutoa zaka, fungu la 10. Mwambie jirani yako, Malaki sura ya ngapi? Wewe ni mwana wa Mungu. Wangapi wanabarikiwa na hii kauli? Wangapi hawabarikiwi kabisa? Hawabarikiwi kabisa. Wanaobarikiwa na hii kauli mbiu, basi ongeza makofi mengi kwa Yesu. Unaweza kuongeza makofi mengi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Sasa ni kupima, lengo la pili ni kupima kiwango cha uchamungu ndani ya mtu. Nimesema lengo la kwanza ni kuimarisha uhusiano wa mtoaji na Mungu. La pili ni kupima kiwango cha uchamungu ndani ya mtu. Kupitia sadaka au zaka, Mungu huwa ana lengo la kupima uaminifu, imani pamoja na utii wako. Mwanzo sura ya 22 na mstari wa 12. Natamani hiyo tuisome wote kwa pamoja. Mtumishi kama utakuwa umetuwekea itakuwa nzuri kila mtu aione. Au unaweza kufungua Biblia yako kaangalia Mwanzo 22 na ule mstari wa 12. Tuangalie kidogo hiyo story ya Ibrahimu. Tujikumbushe kidogo hapo. Ni kupima kiwango chako cha uchamungu ndani ya mtu. Nikasema kupitia sadaka au zaka, Mungu huwa ana lengo la kupima uaminifu, imani pamoja na utii wako kwake. Mwanzo 22 na ule mstari wa 12, Biblia inasema maneno mazuri hapa. Inasema hapo, mtumishi ametuwekea vizuri. Naomba wote walio na Biblia na wasio na Biblia waangalie hapo. Inasema hivi. Akasema, usinyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Tuishie hapo. Kamata jirani yako mkono wako, soma naye ilo andiko. 1, 2, 3 twende. Akasema, usinyoshee kijana mkono wako. Sauti yako iko ya chini sana. Akasema, usinyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo ukunizuilia mwanao wa pekee,
mimi inakuaje? Hiyo elfu moja ulionayo. Ukiambiwa hii tumsaidie yule mtoto inakuaje hapo? Naweza kupiga budget hiyo. Nikitoa hiyo elfu moja najua sitapata tena baadaye. Lakini jamaa mwanae wa pekee nasema tu kwa wewe sijaenda kwa Yesu. Sikia. Kuna ufunuo wa ajabu sana jifunza hapa. Mungu alikuwa hana lengo wala alikuwa hahitaji Isaka. Ila alikuwa na uhitaji moyo wa Ibrahimu. Alikuwa anahitaji kupima kiwango cha Mungu wa Ibrahimu. Na ndio maana matokeo hayo wanasema ninajua haubatishi wala usingiziwi ila unamcha Mungu kweli. Yaani hiki kitendo cha kuto kunizuilia mwanao tena wa pekee kuwa tayari kumtoa awe sadaka nifurahie. Haujanizuilia shikamoo Ibrahimu, unamcha Mungu. So lengo moja wapo la sadaka ni Mungu anataka upime kiwango chako cha ucha Mungu, kiwango chako cha heshima, kiwango chako cha utii. Halo Mwinjilisti, toa milioni moja hiyo unayo. Mungu hataki milioni moja yako, anataka utii ndani yako. Jamani, ukiona sijakutaja sijisikia vizuri na wataja wala ambao wa Mungu. Wale marafiki zangu ambao najua hata baadaye nikitoka watanunulia maji wote nipiga mawe. Jamani, naweza natoa kama mfano. Haleluya. Anapima tu imani. Je, huyu jamaa anaposema kwamba ananitumikia, je nikimwomba hiki yuko tayari kujiachilia? So Mungu anapotaka sadaka yako anataka angalie chini imani yako ipoje, kiwango chako cha kumtumikia kipoje. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme kidogo hapo. Hapa kwenye hili eneo adui anaelewa nguvu iliyojificha kwenye sadaka. Na ndio maana usiku na mchana anapambana ili kutufumba macho tusielewe umuhimu huu. Ile 1/10 niliyokwambia, kuna mchezo unaofanya kwenye ulimwengu wa roho, na mimi na wewe bado tunaufurahia, bado tutaugundua. Nakusaidia mtana wa leo. Yaani ile 1/10 ya kile unachokipata inapofikia hatua ya Mungu anahitaji, shetani anaikuza ile 1/10 kuliko ile inayobaki nayo. Unasemaje? Sijakuelewa. Ni hivi, kwenye ile 1000 yako ile ya Mungu ni 100. Sasa adui mbingu zikutunze mpaka ushangae. Sasa sikiliza, adui anaikuza ile shilingi 100 kuliko 900 unayobaki nayo. Kwa unapotea kuitoa ile 100 anakupigia bajeti, vocha ni shilingi ngapi? Kwani kuna duka mote umeona linauza vocha shilingi 900? Halipo. Sasa kwa nini uitoa? Ukitoa hiyo ununui vocha au chati na rafiki yako. Ndio kitu ambacho adui anakifanya kwa sababu anaelewa the power. Nguvu ya sadaka, nguvu ya zaka. Anajua akikupa uwezo wa kuitoa hiyo kuna vitu utakuharibia. Sikiliza nikwambie. Wewe ambao umepata neema ya kulijua hili kuanzia leo, utakapoona adui anakuhubiria anapiga teke mwambie toka. Nimechagua kumpa Yesu hii mali yake. Kama unanielewa piga makofi mazuri kwa Yesu. Haleluya. Sasa Mungu kwenye hili shetani anacheza na watu sana, kwa sababu anajua nguvu iliyopo ndani ya sadaka. Sasa Mungu anataka hiyo kidogo na wala sio nyingi, ila anakuwa anatubembeleza kwa namna hiyo. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Siri ya uhuru imefungwa kwenye kujua. Kila kujua ni kupokea uhuru. Yaani kila kujua siri iliyojificha kwenye sadaka ni kuwa uhuru kwenye hilo eneo. Na waliojua siri ya kutoa hawalazimishi kutoa wala hawazimii kutoa. Yaani kuna watu ambao wamesha
vita vitakuja nini? Kuna vitu vinahitaji tu ukomboe kwa sadaka. Amen. Kuna vitu vilitungwa kwa njia sadaka vinahitaji tu. Jamani, Yesu asifiwe. Nani ananielewa mtu wa Mungu? Hebu mwambie jirani yako unaelewa. Hebu mwambie tena unaelewa. Ukiona haelewi, unaweza kumwambia kilegamie Mungu akusaidie utoke. Unajua lengo letu si kutoka, kile kinapoita leo tunataka tutoke. Sio kubaki hapo, sisi mgodi wa utukufu. Namba moja, nguvu ya sadaka. Sadaka huwa inachochea majibu ya maombi yako. Mtu wa Mungu umetuwekea kitabu cha Matendo ya Mitume ili kila mtu wangapi wana Biblia na kama kila mtu anaelewa kinachoendelea. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 3 na 4. Tuangalie mambo kidogo hapo kwa habari ya huyu mtumishi wa Mungu. Sura ya 10 na mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia inasema hivi. Akaona sasa, ukianzia mstari wa kwanza nasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kitwacho Italia. Mtu mtawa mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu daima. Namba 1, Kornelio alikuwa anawapa watu sadaka nyingi sana. Na baada ya hapo alikuwa anamuomba Mungu. Kuna sikia, maombi na sadaka vinaenda pamoja. Na ndio maana kwenye maombi ya 40 baba alisema andaa sadaka yako nzuri, andika mahitaji yako nini. Sadaka na maombi vinaenda pamoja. Kornelio hakuishia kutoa sadaka tu, alikuwa anafanya kitu kinaitwa maombi. Kwa kadri ya bila alipokuwa anafanya inafika hatua Bwana anamtokea katika maono. Malaika Bwana anamwambia ile saa 9 mchana. Inawezekana jamaa alikuwa amaliza kula ugali. Biblia inasema hivyo. Ni mawazo ya Bwana. Ametulia hapo, Mungu anamtolea. Malaika wa Mungu anamjia anamwambia, Kornelio ndugu yangu, yale maombi yako, zile dua zako zimenifikia. Kilichochochea majibu ya maombi ya Kornelio kinaitwa sadaka. Kwa kila kutoa sadaka, kila kutangaza kutoa sadaka, na ni kutangaza kama Bwana peke yangu mimi siwezi, ila nahitaji kuja sadaka hii usikie nimeomba. Kwa lugha nyepesi, sadaka inatumika kama fimbo ya kumkumbusha Mungu, Bwana tazama huyu Bwana ameomba sana ile, alafu anatoa. Mungu anaingilia kazi. Nani ananielewa? Kama unanielewa piga makofi, sema amen. Haleluya. Nikaandika vitu vichache hapa, andika kwamba sadaka ni ukumbusho mbele za Mungu. Zinamfanya Mungu akumbuke maombi yako. Nikaandika nikasema hivi, sadaka za Kornelio zilimkumbusha Mungu juu ya maombi yake. Kwa hiyo kutoa sadaka kunachochea majibu ya maombi yako. Hoja ya pili, sadaka na zaka tunafungua milango ya baraka na ustawi kwenye maeneo yote. Sadaka na zaka unazozitoa kwa uaminifu zina tabia kufungua milango ya baraka na ustawi kwenye maeneo yote. Malaki sura ya 3 na ule mstari wa 10. Andika hii itakusaidia. Andika chini yake vizuri, kiwezekana upige na mstari. Mungu anapotaka utoe, kuna kitu anahitaji kukusaidia. Narudia kwa yule ambaye hajasikia vizuri. Mungu anapotaka utoe, kuna kitu anahitaji kukusaidia. Bili yake inasaidiana na hiyo. Mungu anapotaka utoe, kuna baraka anahitaji kukubarikia. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 8 mpaka wa 16. Mungu anapokuwa anataka utoe sadaka, kuna eneo anatamani kusaidie. Sasa wewe
Biblia usomi au imbi sadaka utoi. Sasa unataka Mungu akusaidie kwenye kitu gani? Na ndio maana kaleta kwenye hii ndio lazima mnijaribu nini ili atusaidie. Nimesema kuna baraka za zaka na sadaka zinafungua milango ya baraka. Nikasema hivi, Mungu anapotaka wewe utoe sadaka, kuna eneo anatamani kukusaidia. Bila yake nikasema Mungu anapotaka wewe utoe, kuna baraka anatamani aziachilie kwenye maisha yako. Sasa kwenye hiyo mfano wa pili ni kwa habari ya yule mwanamke, kila mmoja anamjua. Mtumishi wa Mungu anaambiwa nenda kule, kuna mama ni mwandaa, atakupikia, atakulisha. Huyu mama mbaya zaidi naona tuma kwa mtu ambaye kuna ana upungufu. Sasa inawezekana Mungu alitazama huyu mama akajiuliza, sasa huyu namsaidiaje? Na usaidiaje? Ndio atamwingizia hoja ya utoaji. Hizi habari nazijua. Yule alipofanya kitendo cha kutoa, Biblia inasema ile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Alimhitaji huyu mama atoe chakula tu alicho nacho ili kupitia hicho kidogo anachotoa baraka zimfuate. Kila kidogo unachokitoa kinaenda kufungua baraka kwa Mungu. Yaani kile kidogo unachokitoa kinaenda kuleta baraka kwenye eneo la afya. Asubuhi mama niongezea kitu kizuri, sikiliza. Mungu anapotaka wewe utoe, anatamani achilie baraka kwenye familia yako. Anatamani arejeshe ile amani iliyopotea. Sasa wewe umeomba ujaona, hebu toa uone. Sasa mnijaribu kwa kutoa. Sio bora kutoa kwa imani, ila iguse moyo. Mungu anapotaka wewe sadaka yako, sio kama anahitaji, anatamani wewe akusaidie. Eza ni kwenye afya, eza ni kwenye familia yako, eza ni kwenye eneo la masomo. Kwa basi ya mitihani hatufaulu tu kwa akili, tunahitaji sadaka, sacrifice. Tunapata mitihani na watu ambao usiku wake walienda kunyesha damu ya ng'ombe. Yaani kuna ng'ombe dume mweusi alikufa usiku akanyeshwa damu ila faulu. Lakini sisi kuna mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Haleluya. Huyo anahitaji kisaidizi chochote. Yeye anahitaji tu utii anayokuagiza. Basi baraka zinamiminika kama mvua. Watu Yesu ni mzuri, mimi nawaambia. Shauri yako. Sasa sikia. Hoja ya tatu. Hoja ya tatu. Andika. Sadaka na zaka ni ulinzi dhidi ya upungufu. Kuna kitu nasema ukisema kwenye hiyo hoja iliyopita, sikia hiyo mtumishi wa Mungu. Yaani hata usipotoa kazi ya Mungu bado itasonga mbele. Ila kuna baraka hautazipata kwa sababu anapotangaza baraka fulani anatamani nawe uzipate. Kwa maana yake usipotoa kazi ya Mungu yenyewe itaenda, lazima iende. Yaani ndio maana watu tumekaa hivi. Inawezekana nilipokuja wazo la kutoa miti, kuna watu walisema ilikuwa msafiri kama kani brega sana. Lakini tunaona Mungu, kazi ya Mungu ilienda. Ila sasa usipofanya hivyo kuna baraka unakuwa bishara nazo kwa kila mtoa kutangaza baraka. Eza ni kwenye eneo la afya, eza ni kwenye elimu, eza ni kwenye amani tu. Yaani kwenye amani unajua kuna wengine wanatoa ili wawe na amani tu. Hoja ya tatu. Ni ya tatu ya nini? Ya tatu inasema sadaka na zaka ni ulinzi dhidi ya upungufu. Ni ulinzi dhidi ya magonjwa. Ni ulinzi dhidi ya hasara. Ni ulinzi dhidi ya roho zozote zisizotokana na Mungu. Malaki 3:11. Sadaka tu, sadaka sio tu za kutoa, bali ni ngao ya kiroho inayolinda mali na maisha ya mtu anayetoa.
Tamalaki anasema nitamkemea. Anasema nitamkemea yeye alaye. Ika hivi, yule anayetoa kwa moyo, ule ukuta ule zile roho za magonjwa zinapokuwa zinafuatilia maisha yake, zinaikuta sadaka imemkinga. Yaani unakuta sadaka iko hapa, labda yuko huku nyuma, kwa zinakuwa zinaishia hapa, azishakuli maisha yake. Anaposema nitamkemea yule alaye, alimaanisha sio tu wale wadudu sijui nini. Unajua hata magonjwa yanakula pesa zako, yanakula amani yako, magonjwa. Unajua hata ile roho ya hofu inaharibu maisha yako. Sasa kupitia sadaka wamesema nitakemea yeye alaye ni nani? Utaweka yale yote ambayo yanakusaidia amani, kukosa amani. Umepokea mshahara unatangaziwa, mtu fulani ni mgonjwa sana, hitaji la kitu. Ndio yanakula. Lakini hii ikitolewa kwa imani, huwa inatumika kama ukuta. Inatumika kama nguzo ya moto. Inazingilaga mali za mtu anayetoa. Inazingilaga afya ya mtu anayetoa. Inazingilaga amani ya mtu anayetoa. Huwa inalinda amani ya familia. Huwa inalinda amani ya moyo wako. Huwa inalinda afya yako. Huwa inalinda mawazo yako. Huwa inalinda afya yako. Huwa inalinda elimu yako. Kila kutoa vizuri ni kujitangazia ulinzi kwa Mungu. Hebu mwambie jirani yako, kila kutoa vizuri. Na mtu anasema kutoa nini? Sikiliza. Hata kutoa mwili wako ni sadaka tosha. Kwani Paulo alisemaje kwa Warumi? Alisemaje kupitia Warumi? Alisema itoeni miili yenu hiyo sadaka, hiyo dhabihu takatifu ya kupendeza. Maana yake inasema miili yetu, mawazo yetu, fikra zetu ziishi maisha ya kumpendeza Mungu. Miili yetu ikitoa kumtumikia nani? Yesu. Nani hajanielewa? Ambaye hajanielewa, hoja ya nini? Sadaka huunganisha moyo wa mtoaji na Mungu. Kitabu cha Injili ya Mathayo 6:21. Sadaka huunganisha moyo wa mtoaji na Mungu. Sadaka huunganisha moyo wa mtoaji na Mungu. Mathayo 6:21. Sikiliza, kila kutoa vyema ni kukuza uhusiano wako na Mungu. Sadaka huwa ina tabia ya kuimarisha uhusiano wa mtoaji na Mungu anayetoa, na Mungu wake wa mbinguni anayemtolea. Sasa naomba tuangalie Mathayo anasemaje hapo. Nitakusomea na utabatisha kwenye Biblia yako au utaangalia hapo. Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 21, kuna vitu vizuri hapo Yesu anatufundisha. Anasema hivi, Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 21, anasema maneno mazuri. Anasema kwamba haleluya, anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako upo. Sikiliza, mambo yote yatapita. Neno la Mungu na sadaka uliyoitoa kwa ajili ya Mungu na ule muda uliotumia kukaa miguuni pa Yesu, huo utapita kamwe. Utadumu kwenye maisha yako. Ile hazina uliyoitoa kwa Bwana itadumu. Itatumika kama kiunganishi kati yako wewe na Mungu. Anasema ilipo hazina ya mtu na moyo wake huko hapo. Hazina yako ukiiweka kwenye nyumba, maana yake moyo wako utakuwa kwenye nyumba. Hazina yako ukiiweka sijui kwenye miti, moyo wako utakuwa kwenye mti. Ila hazina yako ukiiweka kwa Mungu na moyo wako utakuwa hapo. Halo. Vijana mpo? Mpo vijana? Vijana wanapopenda mabinti sasa.
Unakuta binti yaani moyo wako unakuwa kwenye chips tu. Yaani mawazo yake yote yako kwenye chips. Unapotoa pale ndio umekamata moyo wake hapo. Sio watu wa Manzese, sio vijana wa Manzese ambao tumeokoka. Sisi hazina zetu, sisi mawazo yetu, sisi fikra zetu zote tumeziweka kwa Mungu. Hazina zetu zote zimetunzwa miguuni pa Yesu, zimetunzwa kwa Yesu. Sadaka au zaka inatumia kama kiunganishi kati ya mtu na Mungu. Sasa kama ile inakuunganisha, yaani maana kama inakuunganisha wale inakusababisha uzitoke kwa Mungu. Unapokuwa na shida, ile sadaka inamwambia wewe, angalia kijana wako. Yaani Yesu asiye. Kutoa sadaka, unajua ukiweza kutoa sadaka au kuwasilisha watu wa Yesu. Amen. Haleluya. Hoja ya 5. Natamani bakize muda mzuri wa kuomba.